Furaha Machozini, sehemu ya 3. Imeandikwa na Isaya Nombo, imesomwa na Anita Petro. Miezi ilipita na majira yakabadilika. Upepo wa baridi ulileta harufu ya mvua na majani mapya. Nora sasa alikuwa amekomaa zaidi, si kwa umri, bali kwa maumivu yaliyomfunza jinsi ya kusimama hata akiwa amechoka. Nora alikuwa ameanza kufundisha watoto wadogo katika shule ya kijiji. Kila asubuhi alifika akiwa na daftari lake, akivaa tabasamu lililojaa upole na hekima. Watoto walimpenda Nora, si kwa sababu alikuwa mwalimu bora tu, bali kwa sababu ndani yake kulikuwa na nuru isiyoelezeka. Mara nyingi Nora alipoangalia watoto wakicheka, alikumbuka maneno mazuri ya mama yake. Ukishindwa kuiona furaha, itengeneze mwenyewe. Ndiyo alichokifanya kila siku. Alitengeneza furaha kupitia muziki, hadithi na maneno yenye upendo. Siku moja wakati wa mapumziko, mtoto mmoja aitwaye Baraka alimvuta mkono. "Mwalimu Nora," alisema kwa sauti ndogo. "Mwalimu, kwa nini watu wazima hulia?" Swali hilo lilimgusa moyoni. Alimwangalia Baraka kwa muda, kisha akatabasamu kwa upole. Wakati mwingine watu wazima hulia si kwa sababu ya huzuni, bali kwa sababu wanashukuru kwamba bado wako hai, Nora alijibu. Baraka alitabasamu, lakini macho yake madogo yalionyesha tafakari ya kina zaidi ya umri wake. Siku hiyo Nora alirudi nyumbani akiwa amebeba zawadi ndogo kutoka kwa watoto. Karatasi yenye michoro ya jua na maneno yaliyosema, "Mwalimu Nora, wewe ni mwanga wetu." Alipofika nyumbani, alitundika karatasi hiyo ukutani kwake, kando ya picha ya wazazi wake. Alikaa kimya kwa muda, akitazama picha hizo 3, baba, mama na watoto wake wa shule. Ndani yake alihisi kitu kikubwa kikizaliwa, kitu ambacho hakikuwa tena huzuni, bali ni furaha yenye mizizi katika maumivu. Nora alipowasha taa ya chemli kama ilivyokuwa desturi yake, mwanga wake uliangaza uso wake kwa utulivu. Aliandika kwenye daftari lake, "Nililia kwa muda mrefu nikitafuta sababu ya kuishi, kumbe sababu hiyo ilikuwa ndani yangu. Maumivu yalinifundisha kuvumilia na machozi yalinifundisha kuona mbali. Sasa najua furaha haiji kutoka nje, bali furaha inachanua ndani kama ua la mwitu." Sauti ya upepo ilipita taratibu, ikicheza na pazia. Nora alitabasamu, akahisi amani ya moyo. Kwa mara ya kwanza moyo wake haukuwa na mashimo ya huzuni, bali nafasi ya matumaini mapya. Siku iliyofuata alipowafundisha watoto, aliandika kwenye ubao maneno makubwa kwa herufi kubwa, "Machozi yako hayakumalizika bure, yamekuandaa kuwa mwanga kwa wengine." Watoto walishangilia na Nora alicheka nao, sauti yake ikiungana na upepo, ikiimba wimbo wa maisha mapya. Ujumbe wa sehemu hii: furaha ya kweli haiko mbali na machozi, bali hukua ndani yake. Maisha hayajengi nguvu kwa wale wasioanguka, bali kwa wale wanaoinuka kila wanapoanguka. Kama Nora, jifunze kuandika upya hadithi yako, si kwa wino wa maumivu, bali kwa kalamu ya matumaini. Ulikuwa nami msomaji wako Anita Petro.